Ndugu zanguni katika imani, wakati wetu tuliokuwa nao ni wakati ambao kuna baadhi ya watu wanapenyeza fikra kwa watu wengine ili wayafanye haya maandamano, na maandamano hayo makusudio yao makubwa katika haya tuliyoyataja, liidhhari almukhalafa, kwa ajili ya kudhihirisha kwenda kinyume na watawala, kwenda kinyume na serikali kwa yale ambayo wao wanaoyaona. Na kinyume hichi, watukufu wa Islamu, ni kwa sababu ya mambo yafuatayo. Wao wanaenda kinyume kwa sababu ya mambo yafuatayo, na mambo yenyewe kubwa zaidi ni kutokupenda au kumpenda kiongozi mtawala, na kutokumpenda huko pia yapo mambo yanayowapelekea hivyo wayafanye hayo. Jambo la kwanza ni kwa sababu ya udini, ikawa kiongozi si katika dini yao, kwa hiyo wanaonyesha kwenda kinyume, ijapokuwa hawadhihirishi jambo hilo na wanajificha katika upande mwingine wa kisiasa, lakini kubwa ni kwa sababu ya kudhihirisha au kwa sababu ya udini ambao wako nao. Hili ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, miongoni mwa sababu zinazowapelekea wafanye hivyo ni kwa sababu ya ubaguzi, kwa maana huyu ni mtu wa huko visiwani Zanzibari na sisi ni wa bara, kwa hiyo wanaonyesha au wanayafanya hayo kwa sababu hiyo. Hili ni jambo la pili. Na jambo la tatu pia ni kwa sababu hiyo hiyo ya ubaguzi wa kijinsia. Ndugu zangu katika imani, na nayasema haya, yapo baadhi ya mambo yamekuwa ni ushahidi katika mitandao huko ya kijamii, ukiangalia unakutana nayo. Moja katika hao yaliyotumwa katika grupu la kidini la kanisa la KKT, katika yale walioandika, jambo la kwanza wakasema mwanamke, hilo la kwanza, alafu Mzanzibari, hilo la pili. Kwa hiyo wakayataja hayo mawili, wakaendelea wenyewe wakasema dharau sana, kauli ni moja tu, hatumtaki arudi kwao Zanzibari. Kwa hiyo unaona kwamba watu wana mambo yao na makusudio yao, sio kama vile Waislamu wengine ambao hawatambui wanavyochukulia haya mambo kuwa ni mambo ya kisiasa tu. Hapa hawajaliweka la udini kwa sababu wameona watadhihirika, lakini kule ilikotumwa ni ushahidi tosha kwamba kuna udini ndani yake. Kwa hiyo Waislamu, maandamano ni fitna. Maandamano si njia sahihi ya kwetu sisi au kwetu sisi Waislamu ya kudai haki. Sisi tuna mwongozo pale inapotokea mtawala amefanya makosa, ni njia gani tunayotakiwa sisi tuitumie, ambayo ni njia ya nasaha, kumpatia kiongozi nasaha za siri. Huo ndio mwongozo wa Uislamu, na ni haramu kwa Muislamu akataja aibu za mtawala, za kiongozi hadharani, katika mimbari, akasimama mfano msikitini au sehemu yoyote katika mikusanyiko ya kiibada, akawa anayazungumza yale maovu au mabaya ya kiongozi. Ni jambo lisilofaa, ndugu zangu.